Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kukopi majina, ndio kukopi zile namba. Hatua ya pili ni kusave sasa hayo majina. Lakini kwenye kukopi zile namba pale ndo tumesema unatakiwa uandike list ya namba zao, labda mtu wa kwanza, wa pili mpaka wangapi, ndio? Unaandika namba yake ile ya simu, alafu unakuja unaandika anapatikana wapi, unaandika labda amesemaje, ndio? Alafu kitu cha pili ndo tukasema inabidi usave namba ile ya simu kwa kupitia jina la ugonjwa ambao amekutafuta. Kwa hiyo mfano mtu amekutafuta wa bawasiri, ndio? Unaandika bawasiri 1, bawasiri 2, bawasiri 3 na kuendelea. Yaani hizo hazina mwisho, unaendelea hivyo. Umenielewa? Mimi na watu nimewasave hivyo hivyo. Lakini baada ya hapo, kwa wewe mfano umeboost tangazo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo utaandika labda vidonda 1, mtu wa kwanza. Umeona wewe alokutafuta sasa hivi kwenye group huyo msave, andika vidonda 1. Atakapo kutafuta wa pili wa kutoka kwenye tangazo vidonda 2, vidonda 3, 4, kwa kwenye simu yako watu watakuwa wameseviwa hivyo. Unanielewa? Hatua inayofuata ni kuwapigia simu. Umeshanielewa? Unawapigia simu ili kujua sasa yuko wapi, umeelewa? Ana changamoto gani? Kwa hatua inayofuata ni kuwapigia simu. Umenielewa? Baada ya kuwapigia simu ndo utawachambua wale ambao wako serious na ambao hawapo serious. Ukishakuwa umeongea na mtu unamuona yuko serious, sawa? Unatakiwa uhakikishe kwanza, hapa unatakiwa wachukue wote. Jambo la msingi ni kwamba lazima uwe na group la WhatsApp. Baada ya kuwapigia simu wale watu wote, sawa, kujua wakoje, wana changamoto gani, nini, na mtu unapozungumza naye lazima muulize kuhusu kazi anayofanya. Ukimuuliza kazi anayofanya itakurahisishia wewe kwenye kumpangia dozi. Umenielewa? Kuna mtu anakuambia labda anauza matunda kwenye genge. Ukimtajia 300 huyo mtu hawezi kununua. Hata kwa kukopa atoboi. Umeelewa? Au anasubirigi mpaka waanze kupata madhara ndo anaanza kukopa kwa majirani. Umeshanielewa? Kwa hiyo lazima wakati unazungumza na mtu umuulize kazi anayoifanya. Unamwambia hivi, hiyo changamoto yako huenda imetokana labda na kazi unayoifanya. Sijajua wewe ni kazi gani unafanya ndani ya masaa 24, shughuli gani unafanya ndani ya masaa 24, kwa sababu baadhi ya changamoto zinatokea kwa sababu ya kazi ambazo watu wanafanya. Atakwambia tu, anakwambia mimi bwana ni fundi baskeli, hapa 500 uongo, dozi ya 350 uongo. Unaenda kumwambia hapo dozi ni chupa 5 ambayo ni 75. Ananunua na muzea tule tu antida. Ameanza kutumia, unampa na ushauri wa vyakula. Akipata matokeo sawa, asipopata unamwambia inabidi atumie dozi kubwa. Lakini mdau ushamuuzia na umeshamsaidia, ameanza kupata matokeo. Antida inafanya kazi vizuri. Umenielewa? Kwa hiyo kwenye matangazo yenu sasa hivi na maana haitaki kuweka bei. Utamchekecha mteja kutokana na yeye jinsi alivyo. Umenielewa? Yaani kazi ukishajua okay, kichwani kwako unajua huyu dozi nitakao mtajia hapa ni dozi ndogo, au huyu ndamtajia dozi ya kati, ndamwambia labda dozi ni 250 au ni 180. Umenielewa? Lazima uwe na target. Mtu akinunua bidhaa hata kama umwekea dozi ndogo ni rahisi kuendelea kuliko pale kununua mara ya kwanza, kwa sababu ameshanunua, anaona ongezee, tunamwambia hapo ongezee utakuwa vizuri. Kwa unamtoa. Kwa kuna mtu unaweza kumwambia nusu dozi, kumwambia ndo dozi, akaanza kuitumia. Lakini mdau kamwambia kuna wengine ambao wana tatizo kama ni kubwa sana, nitakiwa uongeze. Kwa ngoja tuangalie uanze na hii kwanza, kwa namna ambavyo umenielezea. Unaelewa? Biashara ni sanaa, lazima uwe msanii. Unaelewa? Kwa wewe unaenda naye vile vile. Mtu anaweza kaanza na bidhaa moja, baadaye akajikuta anazo 3, amenunua moja na jumla imerudi kwenye 350. Unaelewa? Kwa hiyo sasa hatua inayofuata hapo, tulisema wale watu baada ya kusave namba zao unaziadi kwenye group la WhatsApp. Ni lazima uhakikishe una group la WhatsApp. Hiyo ni hatua inayofuata baada ya kusave namba.
unafungua group kwenye WhatsApp business yako, wewe tayari group unalo. Kwa hiyo lile group utaandika, mfano unaweza kaandika labda afya yako, sijui jali afya yako, si afya yangu, sijui afya ni mali, si afya ni utajiri, chochote kile ambacho kinahusu afya. Baada ya hapo, hatua inayofuata, wale watu utawaadi kwenye group, si ndio? Ukishawaadi, mtakiwa group lako unalifunga. Unaelewa? Unalifungua muda ambao unafundisha. Kwa unalifunga kwa muda, ili muda huu ambao mfano kama sasa hivi hapa siamuelewi kinachoendelea kwenye group, kuna mtu anaweza katuma huko picha za ovyo watu wakaleft. Unanielewa? Kwa muda huu unakuwa umelifunga. Muda ule ambao unaenda kufundisha unafungua. Baada ya kutuma somo nawaambia watu, kama una swali lolote niandikie hapa chini kabla sijalifunga group. Kwa muda wa dakika kadhaa pale, baadaye unaenda unafunga group. Umenielewa? Hicho ni kitu cha muhimu sana. Baada ya hapo, ni lazima uwe na kitu kinaitwa WhatsApp broadcast. WhatsApp broadcast. Hii WhatsApp broadcast, baada ya kuwasave watu namba zao, kuwapigia simu. Wakati unawapigia simu, hakikisha mwisho kwenye mazungumzo yako mwambie hivi, hata kama anakuambia ngoja nijipange labda au sijui enda kucheki au nini, unamwambia sawa, hakuna shida. Jambo ambalo unaweza kulifanya, save namba yangu, sawa? Ili uwe unapata elimu kupitia WhatsApp au kupitia group. Kuna elimu ambayo huwa natoa bure kabisa. Kwa hiyo ukisave namba yangu, itakuwa elimu inakufikia na wewe. Hiyo itakuwa rahisi kuweza kutatua changamoto yako. Hapo mtu anasave namba yako. Unamwambia save Dr. Fulani au save Madam Fulani, save Mr. Arnold, save Mr. Ali. Umeelewa? Ana save. Kwa akisha save kule, faida utakao kuwa nayo ndio tunakuja hapo. Unapokuwa na WhatsApp broadcast, ina maana hiyo itakurahisishia wewe unatuma message moja inawaendea wote kwa wakati mmoja, wale ambao wamesave namba yako. Kwa hiyo wewe jukumu lako itakuwa ni kufuatilia wale watu ambao umewaweka kwenye broadcast. Je, zinaenda tiki 2 pale? Ukituma ile message, tiki zinakuwa 2. Ukiona tiki iko moja, it means huyo mtu hajasave namba yako. Umeelewa? Unamtumia message nje ya broadcast kawaida ile, hapo itaenda. Ikienda unamkumbusha save namba yangu, naitwa fulani fulani. Au unaweza kumpigia simu, aisee, nimekuwa nikikutumia baadhi ya elimu na ushauri wa muhimu, lakini naona haukufikii, na hisi hujasave namba yangu. Save namba yangu, mimi naitwa Dr. fulani fulani, tuliongea kuhusu hivi na hivi. Okay, sawa, nashukuru sana. Ana save. Unielewa? Baada ya hapo, kazi yako kwenye WhatsApp status ni sehemu ya kuposti vile vitu ambavyo unadili navyo. Mfano, umeboost tangazo labda tuchukulie la vidonda vya tumbo. Kwenye WhatsApp status yako inabidi ijae kuhusiana na vidonda vya tumbo. Ijae kuhusu, yani vitu vyote vinavyohusu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo unakuwa posti picha 3, 4 mpaka 5, posti 3 mpaka 5 kwenye status yako kila siku. Leo utaongelea dalili, kesho madhara, kesho kutwa namna ya kupunguza madhara, kesho kutwa namna sio ya nini. Vile vitu atakapokuwa anavipitia, anazidi kupata imani, na ndio maana tulimwambia save nini? Namba, ili awe anaona kwenye status yako. Umenielewa? Atakapokuwa anaona pale kwenye status, ni rahisi kuongeza imani. Kwa hiyo kwenye status, shuhuda lazima upost. Shuhuda. Umenielewa? Kwa hatua nyingine, hapa ni status, ndio hatua nyingine. Broadcast alafu status unaposti kila siku. Wewe jamaa, andika kwa mpangilio ili na wewe tukipiga picha watu waelewe. Umenielewa? Ndio lengo. Sio tu kwa ajili yako, kuna watu wengine ambao watajifunza kupitia wewe. Kwa hiyo hapo ni status. Unaposti status kila siku kuhusiana na ugonjwa ambao wewe unadili nao. Kwa mimi ukienda kwa status yangu, utaona ni sukari, homa ini, vidonda vya tumbo. Sukari, homa ini, vidonda vya tumbo. Sukari, homa ini. Hakuna na posti siji masuala ya nini huko, nguvu za kiume sio nini. Labda siku hiyo niwe sina cha kuposti, lakini sijawahi ishiwa cha kuposti kwa sababu kila siku na rekodi, kila siku na posti. Kile unachokiposti kule TikTok, posti na status. Kwa pale unakuwa unaua ndege wote kwa wakati
ile unayorekodi ile. Utaiposti Instagram, utaposti Facebook, utaposti wapi kote na status. Kwa kama leo umeposti labda video 3, status pia unaweza kaziweka 3, ukatia labda na picha hata moja. Umeelewa? Kila siku inaenda hiyo. Utashangaa watu wanaanza kununua, utashangaa watu wanaanza kuamini, utashangaa watu wanaanza kutafuta wakati haikuwa kawaida. Umeelewa? Lakini ni lazima uwe na uwezo wa kuwafuatilia wateja. Kwa hiyo kitu kinachofuata hapa ni kwamba ni lazima kwa wiki umfuatilie mteja at least mara ngapi? Mara 3 kwa kumtumia masomo. Umfuatilie. Yaani baada ya kutuma yale masomo yako unaweza kumpigia simu. Baada ya kutuma yale masomo yako kama ni ya kwenye broadcast sio yale sawa, mara 3 au mara 4 kwa wiki. Unachokifanya unampigia simu. Mfano unatuma somo leo ni siku ya leo ni Jumatatu, Jumanne. Kesho Jumatano unampigia simu. Halo, habari? Okay, unaongea na Dr. Arnold hapa. Jana nilikutumia kuna somo hapo WhatsApp kuhusiana na vyakula muhimu vya kutumia ili kupunguza tatizo lile ambalo uko nalo. Je, ulipitia? Anakuambia, ise ulinitumia. Bahati mbaya sikupitia bwana, nitapitia. Unaelewa? Basi pitia hilo somo afu baada ya hapo utanitafuta ili nikupe ushauri zaidi. Hapo una force mahusiano ya haraka ili uuze kwa haraka. Hiyo ni mbinu ya kuforce uuze kwa haraka, mahusiano yanakuwa yanajengeka haraka. Kwa hiyo wewe jukumu lako ni ukituma somo leo, kesho unampigia simu kufuatilia, je, aliangalia? Na kama hajasave namba, hapo ndo utajua. Unanielewa? Utafanya hivyo. Kwa utakapofanya hivyo kwa watu wengi, utajikuta kuna watu tayari wanaanza kusema, "Ise sasa kuna ile dawa tuliongeaga, hivi shilingi ngapi?" Wanaanza kukumbusha wao wenyewe. Kwa hiyo fanya hivyo kwa watu wengi. Utashangaa kazi yako wewe ni kuhakikisha unafuata huu mchakato kila siku kwa kila mtu. Unaongeza watu, unafundisha, unatuma elimu kama kawaida. Kwa kwenye group ni lazima uwe na ratiba ya kufundisha. Hatufundishi tu kwamba eti nina morali sasa hivi au sina. Na set alarm kwamba kila siku saa 2 usiku ni muda wa kutuma elimu kwenye group. Na set alarm. Kwa alarm ndio inakukumbusha. Wewe huwezi kukumbuka kila muda. Unashangaa muda huo una stress, una nini, unasahau. Lakini alarm ikilia pale imeandikwa tuma elimu kwenye group. Muda huo una force, unatafuta elimu, unatuma, tembea. Naelewa? Kwa hiyo group ni lazima utume elimu kila siku. Na elimu hazitaki kuwa nyingi, ni kidogo. Watu hawana muda wa kufuatilia mavitu mengi. Kwa hiyo unatuma tu elimu kidogo, watu wanafuatilia, baadaye inakuwa rahisi. Kwenye group lako ni lazima shuhuda ziwepo. Kwenye group shuhuda ni lazima. Kwa hiyo kama haujui namna kutengeneza shuhuda, it means inabidi ujifunze. Kutengeneza shuhuda ina maana unakuwa na namba 2, unaweza kutumia hizo kwa kuforce kupata shuhuda. Aidha ukajichatisha au ukachati na mtu mwingine. Lakini kama umeshawahudumia wagonjwa wengi, lazima utapata shuhuda za ukweli. Lakini kama huna zile za ukweli, unaweza kutengeneza hapa mwanzo ukao unazituma. Kwa hiyo kwa wiki shuhuda zisikosekane kwenye group lako, hata mara 4, mara 5 zisikosekane. Leo umetuma elimu, kesho unapiga kwa ushuhuda na elimu. Shuhuda umetuma elimu na shuhuda. Hivyo utashangaa watu wanaanza kucheka. Wewe hapa si ulikuwa hujawahi tuma elimu kwenye group, umetuma mara moja mtu amekucheka. Vipi ukiwa unatuma shuhuda? Umenielewa? Shuhuda inaonyesha mtu amepona pale. Mwenye shida hapa anakucheki, muda huo akiwa serious, nampigia simu na mchekeche. Umeelewa? Sasa baada ya kuwa umeweka tangazo, tulisema ni lazima wakati wa kupiga simu uwe na script ambayo unaifuata. Si ndio? Tulisema lazima uwe na script. Kwa hiyo blaza, andika hapo ndio kuwa na script. Ili sio kama unawaza nitaongea nini. Umenielewa? Kwa hiyo mfano script ya changamoto ya vidonda vya tumbo ipo. Ambapo ni kama ile ya homa ya ini, ila kuna sehemu tu inabadilika. Kwa kuna watu ambao nadhani niliwaelekeza waliandika. Naambia wanipigie picha, alafu nitatuma kwenye group pale. Umeelewa?
Kwa script za magonjwa yote ambayo unadili nayo lazima uwe nazo. Mlolongo uzuri ni ule ule, hakuna mambo mengi. Lugha unaoongea na mtu wa homa ya ini, lugha unaoongea na mtu mwenye sukari. Ninapotofautiana ni kwenye dalili na namna ya kutatua hiyo changamoto na dozi. Naelewa? Lakini hivi vingine vinaendana. Naelewa hapo? Kwa hiyo nadhani mpaka hapo hivyo vitu kama utaweza kuvifanyia kazi serious kwa muendelezo, tuna uhakika unaenda kupiga hela. Kazi yako ni kuadi watu wengi kwenye group ndio sehemu ya kuwatunza wateja. Lazima uwe na sehemu ya kuwatunza wateja. Mtu ambaye hatunzi wateja, huyu mtu hatakuwa na uhakika wa kuuza. Anaweza kauza mwezi huu asije kuuza tena kwa sababu hatunzi wateja. Kwa hiyo unatakiwa unawatunza wateja na wewe unatafuta wateja wapya kila siku. Ndio kazi yako. Unatunza wateja kwenye group, unatafuta wateja wapya. Tunapokuwa tunarekodi, kazi yetu pale ni kutafuta wateja wapya na kuongeza imani kwa wale wanaotufuatilia. Unielewa? Kwa hiyo tunza wateja, tafuta wateja. Yaani ndo kazi hiyo. Mimi ukiangalia kuna muda hapa huaga nimesha set ya kusave namba za simu. Kwa wale walionitafuta wale, nina ratiba kabisa ya kusave namba za simu. Ipo ratiba maalum. Nakuwa nimeseti. Sasa fanya hivyo kwa watu wengi, alafu utaniambia. Lakini kikubwa unachotakiwa kufanya, unatakiwa ukomae kwenye matangazo. Kwenye matangazo hapa kila mtu ana uwezo wa kuwa tajiri, lakini atakaye kuwa tajiri sana ni yule anayeonekana sana kwa watu. Ukionekana kidogo utapata kidogo, ukionekana sana utapata sana. Kwa ili uonekane sana ni nini? Unarekodi. Wakati unarekodi unaweza kawa unatumia na matangazo. Mfano wewe urekodi hiki, wewe bwana ni mpole sana, sawa, haina haja usirekodi. Tumia matangazo. Unielewa? Sisi sio kurekodi kumetufikisha hapa. Tulikuwa tunafanya tu matangazo. Kwa hiyo sio kwamba haifanyi kazi, inafanya kazi na ndio tunaitumia wote. Ila hii kurekodi tunatengeneza brand, kuonekana sana. Watu wanatuamini wengi, inakuwa rahisi kununua. Alafu ukishatengeneza brand utakuwa unauza hata bila kutumia hela yako. Unielewa? Lakini wa matangazo ni vile vile, unaweza kuwa unafanya matangazo kwa sababu wateja watakapokuwa wananunua, baadaye pesa zao ndo zinarudi kwa matangazo. Kwa unakuwa na lani biashara yako. Tunatumia hela za wateja zile zile. Sasa target ipo hivi. Huku kwenye hii biashara watu wengi wakija wanajisahau. Sawa? Wanajisahau sehemu gani ambayo wewe pia utaki kujisahau. Biashara yote kule nje ukianza, sawa? Ni lazima ujue utauzaje, sawa? Ni lazima ujue mtaji wa hiyo biashara, kama ni kujumua mzigo utautoa wapi ndio ufanye hiyo biashara. Kwa hiyo wewe kwanza hii biashara ni sawa na mtu ambaye ndo amefungua duka. Si ndio? Ushafungua duka vipi? Unaliacha duka bila kuweka mzigo? Asa hiyo hela ya mzigo sisi huko ndo hela ya matangazo. Wakati wao wanahangaika watafute mamilioni, wewe huko unatafuta 100,000, 200,000, 300,000. Una uhakika wa kupiga hela nyingi. Umenielewa? Lakini watu wanakuwa na kapicha kadogo kakutafuta 20,000, 10,000, 5,000 waweke tangazo. Asa wewe duka gani utaweka mzigo 5,000 ukapiga hela? Hamna. Umeelewa? Kuwa na picha ya kama mfanyabiashara mwingine ambavyo anaanzisha biashara anaweka mzigo wa 500,000. Wewe weka 150,000, weka 200,000. Una uhakika wa kumkimbiza huyo aliyeweka 500,000 kwenye duka lake. Kwa sababu wewe ukiwa na 180,000 una uhakika wa tangazo la mwezi mzima. Mwezi mzima wateja wanakutafuta kila siku. Yeye amejumua mzigo, hajui bado atauzaje. Umenielewa? Hapo lazima uingize hela. Kwa target ni kuwa na hela kubwa kwenye matangazo. Utazisahau shida zote unazisahau blaza. Kwa fanya mbinu unayojua wewe, force unavyojua wewe, upate hela ya matangazo. Hizi tunazoweka ndogo ndogo ni kwenye kujifunzia, kwenye initial step, kwenye stage za mwanzo ukiwa unajitafuta. Sisi tulishawahi kuweka matangazo hata 5,000, 10,000, lakini ni madogo hayo. Hayo yanakusaidia tu wewe kujua wateja wakija wanakuaje, lakini pia yanakusaidia kupata experience nini. Sasa unaweza ukaidefine biashara kwa tu matangazo tu 10,000, 5,000 kuona biashara hailipi. Kuna mwenzako anakuja anatia tangazo la wiki 2 au mwezi.
anapiga simu leo kwa sababu hajui anakosea simu nyingi, si ndio? Kesho anapiga nyingine, lakini kutokana na alizoongea nazo jana amejifunza. Kesho kutwa anapiga simu tena. Baada ya siku 3 anapiga simu. Baada ya siku 4 anapiga simu. Anazidi kuimprove, anazidi kuwa vizuri. Huyu mtu ikiisha wiki ameshakuwa mtaalamu. Tangazo bado liko hewa. Anaendelea kuwachekecha watu, ana add kwenye group, anafundisha, process ni zile zile. Huyu mtu lazima awe tajiri. Ila changamoto ni mtu ambapo anakuwa na katangazo ka siku 2, siku 3, 4. Kwa kale kanaisha muda mfupi, bado hujapata experience ya kutoa. Baadaye utaona biashara ili. Umenielewa? Kwa haya matangazo madogo yanakusaidia wewe kupata experience. Ukiuza sawa. Usipouza imaanishi biashara ni mbaya. Kazi yako ni kuhakikisha wale watu una save namba zao, kwa sababu baadaye ni wateja hao. Ambaye hajanunua leo ananunua kesho. Kazi yako wewe ni hiyo hiyo. Kuongeza. Ndio maana tuna force kila mtu awe na group. Kwa group lako target ni watu 1000. Umenielewa? Mimi na magroup yana watu 1000, lingine 800, 200, 100. Kuna kipindi nilikuwa hata save number nilichoka. Watu wanaingia kwa siku labda 50, kesho 50. Sema bwana. Nikawa na save tu wale ambao nimechat naye yuko serious au yuko serious. Kale ka uvivu kaliniingia. Lakini hao watu nimewapoteza kwa sababu sikuwatunza. Ila ningewatunza ningekuwa na magrupu hata 10 yenye watu 1000, unakuwa na watu 10,000. Ukitoa ofa ukiituma hapo wewe unauza kama kichaa. Unielewa? Sasa lengo letu sisi tuuze kama vichaa, sell like crazy. Unaelewa blaza? Tunatakiwa tuuze kama vichaa. Unielewa? Wateja wapo wengi. Issue kubwa ni kukomaa, kuwa serious. Kufikisha taarifa sana. Ili ufikishe taarifa sana kwenye matangazo inabidi uendelee kujifunza vizuri. Kila siku ukifika hapa ofisini, ingia kama ni kwenye ChatGPT, ingia kama ni kwenye YouTube, andika tu kuhusu matangazo, jifunze matangazo yanayovutia watu, namna gani ya kuongea na wateja. Hivyo vitu ulizia, ndio unakuwa unajifunza hivyo vitu kila siku, kwa sababu sisi tumekuja huku ili tuuze tupate hela. Unanielewa? Cha kuuza tayari kipo. Kazi yako wewe ni kutafuta ujuzi wa kufanyaje? Wa kuuza. Ukishapata ujuzi wa kuuza, ujuzi wa kujenga timu ni rahisi. Unanielewa? Matajiri wote duniani wanauza. Sasa wewe lazima utafute ujuzi wa kufanyaje? Wa kuuza. Ndio maana ni lazima tusome sana kile kitabu cha Usikubali Mteja Aondoke Bila Kuacha Pesa Mezani. Kina madini mengi. Soma mara kwa mara. Ile lugha ikae wapi? Utashangaa. Umenielewa? Kwa hiyo inatakiwa kuwa serious kwa maana, kwa sababu pesa ipo blaza. Umenielewa? Haiwezekani tuko ofisi moja, wengine wanaingiza 3,000,000, wengine 2,000,000, moja wewe hata 50,000 uingize. Kuna vitu ufanyi. Umeshanielewa? Sasa nitakiwa uanze kufanya. Sasa unakuwa serious na kwa maana. Kwa wewe mzee inabidi uanze kuvaa hivi. Unaelewa? Mashati 10,000, 15,000, Kalume 5,000, ngapi unaanza kuchomekea. Watu wanashangaa huyu jamaa vipi? Umeelewa? Muonekano ni kitu cha kwanza kwenye biashara. Wateja watakapokuja ofisini wakakukuta muonekano wako kuna namna umeuweka, basi kwenye bidhaa hawatakusumbua kwenye maongezi. Wakati unaongea na mteja ukiona ana wasiwasi sana, jua tayari umeshavuruga kuna sehemu, hasa kwenye muonekano. Unielewa? Sisi wazoefu naweza nikavaa hivi na nikauza kwa sababu tayari naelewa na vimaneno vingi ambavyo nimevipata kutokana na uzoefu, alafu na confidence kwa sababu hata siponunua yeye anitishia. Ninao wengi. Siwazii mteja mmoja. Wewe siponunua mmoja akija ofisini akiondoka watatetemeka. Sijauza. Sisi hatuwazi kwa sababu tunapata watu wengi. Tumeshaongea na watu wengi, tumeshauzia watu wengi. Kuna mwezi naweza nisiboost na nikauza kupitia wateja wa zamani. Kwa hiyo wewe kazi yako, imagine rais tu ana boost matangazo. Rais kwenye kampeni hapa ameboost matangazo kama amechanganyika Samia, lakini kila mtu anamjua. Sasa wewe nani?
Diamond ana boost matangazo, lakini kila mtu anamfahamu. Umenielewa? Kadiri watu wanavyokuona mara kwa mara machoni pao, ni rahisi kufanya maamuzi ya kukuamini na kununua kwako wewe. Wanakuona wewe ni mtu sahihi, wanakuweka wewe ndo kimbilio la kwanza. Kwa wakiwa wanakuona wewe sana pale unaongelea vidonda vya tumbo, wanajua huyu ndo expert. Umenielewa? Ukiangalia hata mfano tu kwenye TV channel ambazo zinafuatiliwa na watu wengi, hizo ndo kila mtu anataka. Sikia Wasafi TV, kila mtu anataka aifuatilie. Ndio iko hivyo. Kwa sababu gani? Tayari wamejiforce wale Wasafi, wameonekana kwa watu wengi, wamejibrand sana, kwa kila mtu anataka anaangalia. Kuna mtu anaitwa Millard Ayo, yeye alikuwa na posti habari nyingi kuliko chombo chochote Tanzania. Umenielewa? Akawa anaonekana sana. Sasa hivi ndo kilanja mkuu. Mtu akipata habari kuna watu wamekufa, anaenda kufuatilia, anauliza Millard Ayo vipi ameposti? Umenielewa? Kwa sababu wanajua yupo on time kuposti matukio, na anaposti matukio ya kweli. Kwa sababu gani wamemwamini? Alifanya kwa muda mrefu, alikuwa anaonekana kuliko media zote. Yani mtu mmoja Millard Ayo ana nguvu kuliko Wasafi TV. Kumbuka Millard Ayo sio media, ni mtu. Umenielewa? Lakini media ni Ayo TV au Ayo nini si. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kukomaa ni kutengeneza brand. Sasa brand inahitajika uonekane kila siku. Muonekano anza kubadilisha blaza. Unaelewa? Unanyoa vizuri, unachonga, unafanyaje nini safi. Si ulikuwa na nywele zile ulinyoa, unaona? Ndio hivyo hasa ndio inavyotakiwa hivyo. Unaenda. Yaani unaenda na beat. Huku na hela, issue tu ni kuwa serious. Huku na hela, issue ni kuwa serious. Kazi yako ni kujifunza kwa wanaofanikiwa, usijifunze kwa wanaofeli. Wataukatisha tamaa, kwa sababu watakuonyesha kila kitu akiwezeka. Sisi hapa tunaleta watu, mtu aje afanye atajua yeye, asifanye atajua yeye. Sisi tunamwambia biashara iko hivi na hivi na hivi, kufanya ndio ufanye hivi na hivi na hivi. Basi akiondoka baada ya miaka 2 mbele 3, atatuona sisi tukishine, tukiwa matajiri wakubwa. Ataanza kusema ningeanzaga, na atajiona amechelewa. Sasa wewe usiwe hao, komaa sasa hivi. Na wewe baadaye watu wanasema ningeanza. Lakini kuna kitu cha mwisho ambacho nitakiwa ujue. Nyuma yako wewe kuna watu zaidi ya 1000 ambao wanasubiri wewe utoboe, na wao ndo watobo. Mimi na timu ya watu 98. Hawa watu mimi singeanza, wasingekuepo, wewe usingekuepo. Umeshanielewa? Sasa wewe nyuma yako nadhani wako wangapi? Ikiwa utafanya kilegelege utaacha. Kuna watu utawapoteza. Kiongozi Chenza asingeanza, sisi tusingekuepo. Kiongozi Magoti asingeanza, sisi tusingekuepo blaza. Umenielewa? Mimi nimeamini kupitia kiongozi Magoti, amenitafuta, nimekuja kama mpiga picha, sijawahi isikia hata BF Sumu. Na wewe sasa kuna watu wataamini kupitia wewe. Sasa issue kubwa ni kukomaa. Una force, yani kila kitu una force uwe mbele. Hujaelewa unauliza, sio yani kila kitu kuwa na kielele, komaa, jichanganye, changamka, socialize na watu, ongea na watu. Yani pata idea vile, utashangaa baadaye mambo yanakuwa. Elewa blaza. Punguza upole sasa, punguza upole. Nachangamka kidogo huku, unajichanganya nini. Kuna mtu anaweza kukwambia tu kitu kimoja kakusaidia lakini sijamaanisha ndio uanze kwenda kwa kila mtu. Unaenda kwa wanaofanya vizuri, sio wachovu. Mchovu achana naye, hana cha kufundisha. Mtu anafanya vizuri, msikilize. Utakiwi kuwa na mashosti. Umeelewa? Utakiwi kuwa na washikaji hapa. Mshikaji wako ni wewe na kiongozi wako. Unajua huyu hatuwezi tukakaa tunaongelea mapenzi. Unajua huyu hatuwezi kukaa tunaongelea movie. Hapa ni wateja, ni timu. Wateja, timu. Hapo mnakuwa matajiri. Kwa sababu kitu ambacho mnakiongelea kila siku lazima kiwe na impact. Umenielewa? Kwa hata wewe unatakiwa kulimit taarifa. Kama unafuatilia sana siji muziki, mpira, mapenzi nini, punguza. Asilimia kubwa ya muda wako wekeza kwenye biashara, kwa sababu unataka maisha yako yabadilike, uwe tajiri. Sasa unataka uwe tajiri, ufocus labda na mapenzi, mpira, movie. Mimi nilikuwa shabiki wa Chelsea, sijui Yanga, nilishaacha.
hayo maswala sifuatilii. Yani sifuatilii kabisa. Sina muda kwa sababu nilikuwa naumia pale, unakuta timu imefungwa na waona wachezaji usika wa hiyo timu wenyewe wanacheka. Sisi huko mashabiki mpaka machozi yanataka kuanguka. Hatuna la, tunatamani tusitoke nje. Wachezaji wanashikana na mikono, nikasema huu ujinga huu. Wao wanalipwa, ile ni biashara. Lakini ile biashara inashika hisia za ogopa sana kushikwa hisia. Mpira unashika hisia, muziki unashika hisia, movies zinashika hisia, mapenzi yanashika hisia. Hivyo vitu jitahidi wekeza muda mdogo sana, muda mkubwa wekeza kwenye biashara na personal development ya kujijenga wewe kila siku. Soma vitabu, ongeza uwezo wako wa control emotions zako. Hivyo utashangaa baadaye mambo yanakuwa vizuri. Mimi nimemaliza, mwenye swali.